Jina anaitwa Dr. Felix Atisa, mkaaji wa hapa Kitutu Church South, wodi ya Nyakoe. Leo nimekuwa hapa nyumbani kukutana na wenzangu na pia kukutana na wana Kitutu Church South. So tulikuwa na mkutano wetu, mkutano ambao umeandaliwa na my team, tukishirikisha chama chetu cha United Democratic Alliance, chama tawala UDA. So tulikuwa tumepanga, kama mjuavyo, tuko na kile tunaita grassroots election. So our determination ni kuhakikisha chama kiko na grassroots base na kiko imara kujipanga katika uchaguzi ujao, and most importantly katika constituency yetu ya Kitutu Church South pia najipanga kuwania hichi kiti cha ubunge mwaka ujao mwezi wa 8 tarehe 10. So kwa grassroots election, kwa ile mipangilio ya chama, tutakuwa na uchaguzi wa viongozi kutoka kila polling center. So leo nilikuwa nakutana na viongozi, wakilishi na my supporters from all the polling centers za constituency yetu mzima, na tumejadiliana, tumeongea mengi, tumepeana mawaidha na tumejipanga vile tunaenda kufanya huu uchaguzi na kwenda kuhakikisha wenzetu ambao wako na sisi pia wamepata hiyo information na wamejipanga. So tumejadiliana kwa kirefu na tumesema ya kwamba sisi tunajipanga kwa sababu tuko kwa serikali na tutakuwa kwa serikali ambayo inakuja 2027. Tumesema ya kwamba hakuna mtu ambaye anachagua kuwa opposition. Watu jipata tu opposition, wanakuja wanacheza siasa, wanagongwa nje, wanakaa opposition. Wale ambao wanashinda wanakuwa kwa serikali. So tukiwa hapa kwa serikali, sisi sio flower girls. Sisi tukiwa kwa serikali, we want to appeal to government to stand with us, to be with us. We are part and parcel of this great country called Kenya. Kitutu Church South constituency tuko na shida chungu nzima, na tumesema hatutakaa tukingoja mpaka wakati Yesu atarudi ama wakati serikali nyingine itafanyika. We want to be in government now, we are in government now, and we want to be seen as part of this process. Tunataka barabara zetu ziangaliwe, tunataka last mile. Iko vijiji mingi within our constituency ambazo bado ziko in darkness. We want those as early as now, tukiendelea kujipanga for 2027. We cannot let our people suffer in the hope that there will be a better tomorrow. We want a better tomorrow now, and that is why tumeamua kusafiri hii safari, na tumekuwa kwa hii safari for the last almost 3 years. Iko challenges kidogo hapa na pale, but those challenges zinazidi kushughulikiwa na wanaume na wanawake ambao wako na nguvu ya kutosha, and they have the will of the people, the vision of Kenya, and a country called Kenya at heart. So in general, tumepata information ya kwamba atatembelea eneo letu la Kisii Nyamira kwa mapenzi ya Mungu, maybe kuanzia tarehe 29, but tutapata the exact communication na tuambie watu wetu. Tunatarajia aje kutusalimia, mingle na watu yake. Sisi ni watu yake, sisi wote hawa wenye wako hapa is just a fraction of them, na tuna expect akuje atusikize. Number 2, kuna various projects ambazo wameanzisha za barabara, anakuja kufungua pande ya Kitutu Church North, huko the airstrip expansion in Suneka. Here we expect groundbreaking and commissioning of that project. Several roads in other constituency, but unfortunately Kitutu Church South we have no road that is coming to be opened. By the way, hakuna barabara inakuja kuzinduliwa,
hakuna project ile tunaweza sema inakuja kuzinduliwa, and that is why tumesema hatuendi kunyamaza tena. We want projects in Kitutu Chache South also. There are many projects in Nyamira zinaenda kuzinduliwa, zingine zinaenda kuwa commissioned. So ile tunajiuliza sisi kama wana Kitutu Chache South, ni project gani ambayo anakuja kuzindua? Sisi tutamkaribisha, but we want to use this opportunity tuseme hatutaki kufika 2027 bila at least 30 to 50 tarmac road. Hiyo ndio kitu tunataka. Hatutaki kufika 2027 wakati vijiji zingine. Kitutu Chache South iko town, but it is not good unapata constituency iko town, kuna vijiji bado havina stima. So hii ndio mambo sisi tunataka kumwambia na kumweleza, so that as he comes, tunataka wenzetu wa Kitutu Chache South, we also feel the impact of government. Tunataka kusikia utamu ya serikali. Sisi katika kikao cha leo, kwa majina anaitwa Dr. Felix Atisa, mkaaji wa hapa Kitutu Chache South, wodi ya Nyakoe. Leo nimekuwa hapa nyumbani kukutana na wenzangu na pia kukutana na wana Kitutu Chache South. So tulikuwa na mkutano wetu, mkutano ambao umeandaliwa na my team, tukishirikisha chama chetu cha United Democratic Alliance, chama tawala UDA. So tulikuwa tumepanga, kama mjuavyo, tuko na kile tunaita grassroots election. So our determination ni kuhakikisha chama kiko na grassroots base na kiko imara kujipanga katika uchaguzi ujao, and most importantly katika constituency yetu ya Kitutu Chache South pia najipanga wania hichi kiti cha ubunge mwaka ujao mwezi wa 8 tarehe 10. So kwa grassroots election, kwa ile mipangilio ya chama, tutakuwa na uchaguzi wa viongozi kutoka kila polling center. So leo nilikuwa nakutana na viongozi, wakilishi na my supporters from all the polling centers za constituency yetu mzima. Na tumejadiliana, tumeongea mengi, tumepeana mawaidha na tumejipanga vile tunaenda kufanya huu uchaguzi na kwenda kuhakikisha wenzetu ambao wako na sisi pia wamepata hiyo information na wamejipanga. So tumejadiliana kwa kirefu na tumesema ya kwamba sisi tunajipanga kwa sababu tuko kwa serikali na tutakuwa kwa serikali ambayo inakuja 2027. Tumesema ya kwamba hakuna mtu ambaye anachagua kuwa opposition. Watu jipata tu opposition. Wanakuja, wanacheza siasa, wanagongwa nje, wanakaa opposition. Wale ambao wanashinda wanakuwa kwa serikali. So tukiwa hapa kwa serikali, sisi sio flower girls. Sisi tukiwa kwa serikali, we want to appeal to government to stand with us, to be with us. We are part and parcel of this great country called Kenya. Kitutu Chache South constituency tuko na shida chungu nzima, na tumesema hatutakaa tukingoja mpaka wakati Yesu atarudi ama wakati serikali nyingine itafanyika. We want to be in government now, we are in government now, and we want to be seen as part of this process. Tunataka barabara zetu ziangaliwe, tunataka last mile. Iko vijiji mingi within our constituency ambazo bado ziko in darkness. We want those as early as now. Tukiendelea kujipanga for 2027. We cannot let our people suffer in the hope that there will be a better tomorrow. We want a better tomorrow now. And that is why
tumeamua kusafiri hii safari na tumekuwa kwa hii safari for the last almost 3 years. Iko challenges kidogo hapa na pale, but those challenges zinazidi kushughulikiwa na wanaume na wanawake ambao wako na nguvu ya kutosha, and they have the will of the people, the vision of Kenya and a country called Kenya at heart. So in general temanga wami ntutubu atisegi tumepata information ya kwamba atatembelea eneo letu la Kisii Nyamira kwa mapenzi ya Mungu, maybe kuanzia tarehe 29, but tutapata the exact communication na tuambie watu wetu. Tunatarajia aje kutusalimia, mingle na watu yake. Sisi ni watu yake, sisi wote hao wenye wako hapa is just a fraction of them, na tuna expect akuje atusikize. Number 2, kuna various projects ambazo wameanzisha za barabara, anakuja kufungua pande ya Kitutu Chache North, huko the airstrip expansion in Suneka. Here we expect groundbreaking and commissioning of that project. Several roads in other constituency, but unfortunately in Kitutu Chache South we have no road that is coming to be opened. By the way, hakuna barabara inakuja kuzinduliwa, hakuna project ile tunaweza sema inakuja kuzinduliwa, and that is why tumesema hatuendi kunyamaza tena. We want projects in Kitutu Chache South also. There are many projects in Nyamira zinaenda kuzinduliwa, zingine zinaenda kuwa commissioned. So ile tunajiuliza sisi kama wana Kitutu Chache South, ni project gani ambayo anakuja kuzindua? Sisi tutamkaribisha, but we want to use this opportunity tuseme hatutaki kufika 2027 bila at least 30 to 50 tarmac road. Hiyo ndio kitu tunataka. Hatutaki kufika 2027 wakati vijiji zingine. Kitutu Chache South iko town, but it is not good unapata constituency iko town, kuna vijiji bado havina stima. So hii ndio mambo sisi tunataka kumwambia na kumweleza, so that as he comes, tunataka wenzetu wa Kitutu Chache South we also feel the impact of government. Tunataka kusikia utamu ya serikali.